nitumie SMS fupi ndio nitakuwa napitia. Tunaingia katika mahubiri na Apostle Nicodemus yuko kwenye studio, nitakuwa napitia jumbe zenu tukafika mida ya saa 2 atakapokuwa katika studio. Karibu sana Apostle. Amen. Karibu. Asante. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Wimbo ndio iko inaimba. Wimbo inaimba. Si nimepunguza. Iko tu. Nikikuintroduce unakuja tu. Alright, tuko hapa na mchungaji Apostle Nicodemus ndani ya studio ambaye nitakuwa nampisha aingie straight katika mahubiri. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Karibu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema ya leo. Ametujalia na kutupa uzima tena. Tuna sababu ya kumshukuru na kuendelea kutafuta neema yake. Tumekuwa salama, tumekuwa na wiki njema na tumepatikana tena ili tukaweze kusikia sauti yake. Nasema karibu msikilizaji, tukaweze kusikia neno la Bwana asubuhi ya leo, Jumapili hii ya tarehe 18, na itakuwa baraka. Leo hii ni kipindi cha 3 cha madhabahu, madhara ya madhabahu mabaya, na ni lazima uweze kuelewa umesaliwa kwa madhabahu gani iposa uweze kutengeneza kama unaona madhara. Na kama hauoni madhara pia inafaa ukaweze kuelewa chanzo ya hiyo madhabahu mazuri, ili ya kwamba ukaweze kufanya maintenance. So ni vizuri pia ukaweze kukua na wakati mzuri, ukaelewe ni madhabahu gani. Kama ni mazuri, kuna ile neema ya maintenance, ndiposa ukaweze kutumu katika madhabahu mazuri. So wakati uko katika madhabahu mabaya, inafaa urekebishi, na wakati uko katika mazuri inafaa umaintain. So wote tunapata neema hii ya neno la Mungu linatusaidia kujua hayo. Watu wengi wameweza kupoteza ni kwa sababu walikuwa huenda kwa madhabahu mazuri wakaweza kufanya maintenance, wakakosa kufanya maintenance kama kina Solomoni, na wakaleta msingi mwingine ambao ni mbaya na umesababisha watu wengine kuharibika. So siku ya leo nataka uandike tu kichwa cha neno: maneno ya kinywa cha mtu ni madhabahu. So ukiwa na maneno mazuri inafaa ukaelewe ya kwamba ni madhabahu. Na wakati huyu mtu anaitwa Solomoni alipoasi, alienda na neema ya baba yake, yeye akamaliza uongozi wake bila madhara. Lakini wakati alienda, Mungu alikuwa amemwambia katika kitabu cha Wafalme 11 mstari wa 11 ya kwamba mambo haya ambayo nimeamua juu yako nitayaleta kwa mtoto wako. Hasa mtoto alipozaliwa hakuelewa, naye akaanza kufanya maneno akitania ni maneno tu, kumbe ni roho kutoka kwa madhabahu maovu ya baba yake.
So kuna laana zingine ambazo zinaweza kukula, lakini haujui zinatoka wapi. Kumbe aliyeenda hata kama alimaliza vizuri, aliacha laana. So kuna watu ambao wanaweza kuzaliwa katikati ya baraka, lakini baraka hizi hawezi kujua kwamba yule ambaye ameenda ameweza kusiua katika ulimwengu wa kiroho. Source ya vitu ambavyo mtu anakuwa navyo vinatoka katika ulimwengu wa kiroho. So wakati mwingine unaweza kuzaliwa katikati ya baraka na haujajua ya kwamba hii baraka katika ulimwengu wa kiroho source yake imeweza kufungwa, na sasa unafurahi bila kujua ya kwamba uko sawa na kumbe hauko sawa. Kuna watu wengi ambao wamezaliwa na baraka, lakini hatimaye unaona inakwisha. Ni kwa sababu chanzo cha hiyo baraka kilikuwa kimeharibika katika ufalme wa kiroho, katika ulimwengu wa kiroho. Sasa wakati yeye alikuwa anakaa na kitu ambacho kimekufa, lakini hakuwa na ufahamu wa kuelewa ya kwamba ameweza kupoteza. So mtoto wa Solomoni wakati alizaliwa, alielewa ya kwamba baba yake amekuwa mfalme na yeye akaachiwa ufalme wa baba yake, lakini hakuelewa ya kwamba katika ufalme huu baba yake ameweza kuasi. So akakaa akijua ya kwamba yeye ni mfalme, hakuelewa kuna shida. Na ndiposa mambo hiyo inaendelea mpaka kwa sasa, kwa sababu mtu akizaliwa mahali kuna kabaraka hawezi kutafuta aweze kuelewa ya kwamba katika baraka hii chanzo chake kiko na uhai au hakina uhai. Mtu anapoingia anaanza kusherekea na kuona ya kwamba haka afadhali, lakini kumaliza unaona na maliza mbaya. Ni kwa sababu hakutafuta chanzo akaweze kupeleleza hii baraka ninayoitumia iko na ulinzi ama haina ulinzi, iko na uwezo wa kuendelea kusalisha ama imekufa. Vitu vikikufa katika ulimwengu wa kiroho, automatic vitakufa katika ulimwengu huu wa mwili tunaoishi. Huu unaitwa ulimwengu wa mwili, maana mtu alitengenezwa kwa utongo, katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 6 na 7. So huu ni ulimwengu wa mwili, na vitu ambavyo vinakuja ili vikaingia katika ulimwengu wa mwili, mwili ukaweze kuvitumia, ni lazima vitu hivyo vitengenezwe katika ulimwengu wa kiroho. Vitu vikiharibia katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa mwili hautaweza kuwa na chochote, maana chanzo chake kinakuwa katika ulimwengu wa kiroho. So maneno ya kinywa cha mtu ni madhabahu. Madhabahu huwa inakaa ndani ya mtu katika ulimwengu wa kiroho wa mtu, ndiposa akaweze kuyaleta katika ulimwengu wa mwili, akaweze kuyajenga. Wakati Solomoni alioa wanawake 700, wale wa madhabahu za miungu walipokuja, walikuja na madhabahu yao yakiwa ndani yao. Hawakupepa utongo wa kwao, lakini walipepa roho ya kwao, wakakuja naye Yerusalemu. Walipofika Yerusalemu, madhabahu yaliyokuwa ndani ya hao wanawake wa Solomoni yakakosa mahali pa kuabudu. Madhabahu yaliyokuwa ndani ya wanawake wa Solomoni yakakosa mahali pa kuabudu. Ndiposa wakamshawishi Solomoni awajengee mahali ili wakaweze kuabudu. So wakatoa madhabahu yao iliyo ndani yao, wakaweza kuyajenga katika ardhi ya Yerusalemu. Na sasa wakaanza, hiyo roho ya madhabahu iliyo ndani yao ikaweza kuenda mahali pale walipowajengea, ili kuweza kuabudu au kufanya ibada inayoendana na madhabahu iliyo ndani yao. So wakati Rehoboamu alisaliwa, Rehoboamu ni mtoto wa Solomoni ambaye alirithi ufalme wa Solomoni. Rehoboamu aliposaliwa na akaanza kuwa mfalme, hakuelewa ya kwamba kuna shida katika ufalme wake. Akaanza kutawala
bila kuelewa ya kwamba madhabahu yake imebadilishwa na baba yake. Nataka tuangalie kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 12. Wafalme wa Kwanza mlango wa 12, tuanzie ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, Rehoboamu akaenda Shekemu, maana Israeli wote walikuwa wamekwenda Shekemu ili kumfanya mfalme. Ikawa Yeroboamu mwana wa Nebat alipopata habari, maana alikuwa angaliko Misri, huko alikokimbilia awe mbali na mfalme Suleimani. Yeroboamu akakaa huko Misri. Wakapeleka watu kwenda kumwita. Basi Yeroboamu na jamii yote ya Israeli wakaenda, wakamwambia Rehoboamu, wakasema, baba yako alilifanya sito kongwa letu. Basi sasa utupunguzie utumwa msito tuliotumikishwa na baba yako, na lile kongwa sito alilotutwika, nasi tutakutumikia. Akawaambia, enenda zenu hata siku ya 3, kisha munirudie tena. Watu wakaenda zao. Wakati mpendwa, Rehoboamu anaenda kutawaswa mahali panaitwa Shekemu awe mfalme, mtumwa wa Sulemani ambaye anaitwa Yeroboamu mwana wa Nebat, yeye alikuwa wa ukoo wa Yusufu, naye aliweza kushindana na mfalme Solomoni, akaweza kukimbilia Misri. Wakati Solomoni alikufa, ikajulikana kwamba sasa mtoto wake anaanza kutawala. Watu wa Israeli walienda wakatumanisha watu, wakaenda Misri, wakamwambia Yeroboamu ya kwamba Solomoni alikufa, kwa hivyo mtoto wake ameanza kutawala, sasa rudi nyumbani. Wakati arudi nyumbani, akaweza kuenda kwa Rehoboamu mwana wa Solomoni, akamwambia, baba yako aliweza kututwika msito wa ushuru. Sasa tupunguzie, maana sisi tumekuwa na usito kipindi cha baba yako, na ukitupunguzia sisi tutaweza kutumikia. Wakaweza kumsihi Rehoboamu katika unyenyekevu, lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameweza kumwambia Yeroboamu kupitia kwa nabii Abiya hapo nyuma, katika huu mlango huu wa 12, ukisoma hapo nyuma kitoko, unapata ya kwamba Abiya aliweza kuenda akaweza kumwambia Yeroboamu ya kwamba utakuwa mfalme wa makabila 10 ya Israeli, na makabila 10 haya ndiyo yanakuja kuomba ya kwamba wapunguziwe mzigo wa ushuru. Naye mfalme akaweza kuambia huyu jamaa Yeroboamu, ambaye ni wa ukoo wa Israeli, ambaye tayari roho ya kutawala makabila 10 iko ndani yake, imewekwa ndani yake na mfalme Ahiya. Akaweza kumwambia tupunguzie ushuru. Naye Rehoboamu akamwambia, enda, mtarudi baada ya siku 3. Wakati mpendwa, mambo haya yanafanyika, elewa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho tayari Yeroboamu ni kiongozi wa makabila 10. Sasa amekuja kusimama mbele ya Rehoboamu mtoto wa Solomoni, akiwa tayari na mafuta ya kuongoza makabila 10 ya Israeli. Mfalme akamwambia enda, yeye akaenda. Wacha tusome mstari wa 6, Wafalme wa Kwanza 12:6. Maandiko yanasema, mfalme Rehoboamu akataka shauri kwa wazee
waliokuwa wakisimama mbele ya Sulemani baba yake alipokuwa hai, akasema, mwanipa shauri kani ili niwajibu watu hawa? Wakamwambia wakasema, ukikubali kuwa mtumishi wa watu hawa leo na kuwatumikia na kuwajibu na kuwapa maneno mazuri, basi watakuwa watumishi wako daima. Wazee ambao walimtumikia Sulemani mpendwa, ni wazee ambao pia waliweza kumtumikia kiasi na Daudi baba ya Solomoni. Kwa hivyo roho iliyo ndani ya wazee hawa ni roho ambayo imetoka kwa madhabahu ya Daudi na Solomoni. Maana Solomoni alirithi madhabahu ya baba yake Daudi ya kutenda mambo mema. Sasa wazee hawa ambao wanakuja kushauri Solomoni ni wazee ambao wako na roho ya Daudi na wako na roho ya Solomoni ndani yao. Maana madhabahu ya Daudi na ya Solomoni yalifanana, lakini kumalizia, wakati Solomoni aliweza kukua mzee, aliweza kuchanganyikiwa na hekima na akili ya wanawake wake, akaweza kujenga madhabahu ya wanawake aliowaoa. Lakini mwanzo alianza vizuri na alikuwa na madhabahu mamoja na baba yake Daudi. Sasa wazee hawa wapendwa, wako na madhabahu mazuri ya Daudi na ya Solomoni ya kwanza ndani yao. Wanamshauri Solomoni, wanamwambia, ukitaka watu hawa wakaweze kukutumikia maisha yako katika ufalme wako, wewe sema nao, kubali kuwatumikia, nawe sema nao maneno mazuri, nao watakutumikia maisha yao yote. Sema nao mambo mazuri, maneno mazuri. Hao watu wanaposema hivi wapendwa, wako wanasema kutoka kwa madhabahu mazuri yaliyo ndani yao. Ndio nataka nikwambia kwamba maneno ya kinywa cha mtu ni madhabahu. Ukiona mtu hana maneno mazuri, anza kujua ya kwamba ndani yake kuna madhabahu mabaya. Yesu akasema mtu anatoa kila ambacho kinatoka katika moyo wake, na akasema ya kwamba mtu hawezi kutoa maneno mazuri kama ndani yake kuko na hazina mbaya. Hazina ambayo Yesu alikuwa anazungumzia mpendwa ni madhabahu. Alikuwa anamaanisha kuna madhabahu ndani ya mtu, na akasema mtu aliye na hazina nzuri ndani yake anakuwa na maneno mazuri. Wazee hawa walikuwa na maneno mazuri, maana madhabahu iliyokuwa ndani yao ilikuwa ni madhabahu mazuri ya kumwabudu Mungu, ambayo yaliweza kuinuliwa na Daudi pamoja na Solomoni. Lakini hapa mpendwa, mtu ambaye wanamueleza mambo haya, huyu ni mtu anaitwa Rehoboamu, mtoto wa Solomoni, ambaye Mungu alisema katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 11:11 ya kwamba nitaweza kukunyang'anya ufalme katika mkono wa mwanao. Sasa huyu ni mwana ambaye amenyang'anywa kiroho. Rehoboamu amenyang'anywa madhabahu mazuri kiroho. Hapa sasa ako na madhabahu mabaya ambaye baba yake Solomoni aliweza kuyajenga. Wameweza kutenganishwa na madhabahu mazuri ya babu yake Daudi. Sasa huyu Rehoboamu ako na madhabahu ya baba yake Solomoni. Sasa hapa wapendwa, nataka uelewe kwamba wazee hawa wana madhabahu mazuri ndani yao, wanatoa maneno mazuri, lakini wanaambia mtu ambaye ana madhabahu mabaya ndani yake na hataki maneno mazuri. Mstari wa 8, tuangalie mstari wa 8, kitabu cha Wafalme wa Kwanza 12:8. Lakini akaliacha shauri
lile la washe. Haya, huyu mtu anaitwa nani? Rehoboamu. Akaacha shauri zuri la washe walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye na kusimama mbele yake. Akaacha shauri la washe waliokuwa naye, waliomtumikia Daudi kiasi na wakatumikia Solomoni. Wakati Daudi alikufa, wapendwa, washe makuhani kama kina Sadoki waliweza kuhamishwa, wakakuja wakawa washauri wa Solomoni, maana hao ndio walimpaka mafuta kwa mfalme. Sasa washe kama hawa mtoto Rehoboamu wa Solomoni akaweza kukataa ushauri wao, akaenda kutafuta ushauri wa vijana wenzake waliokaa mbele zake, maana hata madhabahu haya ambaye ameweza kuyapokea ya baba yake, ambaye amejiunganisha nayo, madhabahu ya Solomoni, nayo ni majanga. Kwa sababu madhabahu ya Solomoni majanga ambayo yameweza kurarua ufalme wake ndiyo yako ndani ya Rehoboamu, inabidi Yeroboamu akaende akatafute vijana wachanga kama madhabahu yake, maana madhabahu yaliyokomaa ya Daudi na Solomoni yameondoka ndani yake. So ikabidi aende atafute vijana wachanga wa madhabahu machanga ambaye yameletwa na Solomoni akiwa mzee, naye ameingia akiwa mchanga katika madhabahu majanga. Sasa yanashikana na vijana wachanga waende wakatoe shauri. Sasa mpendwa, hapa ni kwamba katika ulimwengu wa kiroho wazee wako na maneno mazuri, lakini madhabahu yao yamefungwa. Vijana hawana maneno mazuri, lakini madhabahu yao ndiyo yako active, ndiyo yanafanya kazi kwa sasa. Wacha tusikie ushauri wa vijana wachanga ambao ndio wamiliki wa madhabahu machanga ambayo Rehoboamu ameyainua au ameyajenga. Mstari wa 9 inasema, akawaambia, mwanipa shauri gani ili tuwajibu watu hawa waliosema nani, wakinena, utufanyie jepesi kongwa lile alilotutwika baba yako? Na wale vijana waliokuwa pamoja naye wakamwambia wakasema, waambie hivi watu wale waliokuambia wakisema, baba yako alilifanya sito kongwa letu, bali wewe utufanyie jepesi. Waambie hivi, kitole changu cha mwisho ni kinene, kitole changu cha mwisho ni kinene kuliko cha baba yangu, kuliko kiuno cha baba yangu. Basi vile baba yangu alivyowatwika kongwa sito, mimi nitaongeza kongwa chenu. Mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapika kwa micheleti, bali mimi nitawapikeni kwa nge. Vijana hao wakamwambia huyu jamaa ya kwamba kitole changu kitoko ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu, na baba yangu aliwapika kwa micheleti, lakini mimi nitawapika kwa nge. Katika version ya habari njema, maandiko yanasema ya kwamba baba yangu aliwapika kwa micheleti, lakini mimi nitawapika kwa micheleti ya miiba, micheleti ambayo imeunganishwa na miiba. Na akafanya, nitafanya kongwa lenu kuwa sito kuliko la baba yangu. Wapendwa, maneno haya yako yanafanyika kwa nini?
ni kwa sababu madhabahu yaliyo ndani ya Rehoboamu ni madhabahu ambayo yameharibika. Madhabahu yakiharibika, yaliyoharibika kiwa ndani ya mtu hawezi kukuwa na maneno mazuri, anakuwa na maneno machafu. Ndiyo jamaa huyu anasema ya kwamba kitole changu kitoko ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu, na anasema nitafanya kongwa lenu kuwa zito kuliko lile ambalo baba yangu aliwawekea. Na maneno haya wapendwa, yametoka katika ushauri wa vijana wenzake. Ni kwa sababu ya nini? Madhabahu ya wazee ambao walitoa shauri nzuri yalikuwa yamekufa. Madhabahu mazuri yakikufa ndani ya mtu mpendwa, huyo mtu maneno mazuri nayo yanakufa. Madhabahu mabaya yakimea ndani ya mtu mpendwa, huyo mtu maneno yake yanaanza kuharibika. Sasa ukiona mtu wa kuropoka maneno, usidhanie huyu mtu anaropoka bure. Ni madhabahu yako ndani yake. Unaweza kupata mtu mpendwa, hata sokoni, hata kwa watu, hata kwa mkutano, yeye ni mtu wa kuropoka matope, alafu anafurahi tu kwa sababu watu wako wanacheka. Wapendwa, wakati ambapo Solomoni alikuwa anaropokea Waisraeli kina Yeroboamu, hakuelewa ya kwamba ako anaharibu utawala wake, lakini aliwafurahisha vijana. Vijana walicheka, vijana walifurahi, wakaona wamefaulu. Lakini katika kufaulu alikuwa anajichimbia shimo la kumalisha utawala wake. Kuna maneno mpendwa ambayo unaweza kujifanyia mwenyewe, ukaona unafurahisha kikundi, ukaona unafurahisha wale walio karibu na wewe, ukaona unafurahisha watu walio katika kiwango chako, huenda kikazi, huenda kimiaka, huenda kibiashara, huenda vipi. Katika hali yote watu walio karibu na wewe unaona unawafurahisha, lakini maneno haya ni ya kuchukiza. Maneno haya ni machafu, yanatoka kwako. Inafaa ukaweze kuelewa ya kwamba maneno haya yako ndani yako, ni madhabahu, na maneno hayo yataharibu baraka yako ambayo ungeipata katika maisha yako. Maandiko yanasema katika ule mstari wa 12, basi Yeroboamu na watu wote wakamfikia Rehoboamu siku ya 3 kama mfalme alivyoamuru, akisema, munirudie siku ya 3. Mstari wa 13, mfalme akawajibu watu wale kwa ukali, akaliacha shauri lile wazee walilompa. Rehoboamu akaacha shauri la wazee ambalo walimpa. Wakati wa Israeli wamekuja wakiwa kundi ya watu makabila 10, wanakuja kutafuta urafiki wakaweze kumtumikia Rehoboamu. Lakini Rehoboamu, kwa sababu ndani kumeharibika, anakataa shauri la wazee. Mstari wa 14, kitabu cha Wafalme wa Kwanza 12:14 inasema, akawajibu kama vile walivyomshauri vijana, akasema, baba yangu alifanya zito kongwa lenu, bali mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapika kwa micheleti, bali mimi nitawapikeni kwa nge. Wapendwa, mashauri yote mazuri ya wazee, huyu jamaa akakataa, naye akaenda akaweza kufuata mashauri ya vijana wenzake. Mstari wa 15, basi mfalme hakuwasikia wale watu, maana jambo hili lilitoka kwa Bwana ili alitimize neno lake.
Bwana alilomwambia Yeroboamu mwana wa Nebati kwa kinywa cha Ahiya Mshiloni. Wapendwa, kumbe wakati huyu jamaa anafanya mambo haya, ilikuwa Mungu anataka kukamilisha mambo ambayo aliweza kuambia Solomoni katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 11:11 ya kwamba nitaurarua ufalme wako, nimekunyang'anya, lakini sitafanya kwa kipindi chako, bali nitafanya kwa kipindi cha mwanao. Wakati Rehoboamu anakuwa na kiburi na kujibu mambo mazito haya makabila ya Waisraeli, kumbe mpendwa, maandiko yanatuambia katika mstari wa 15 Wafalme wa Kwanza 12 ya kwamba kumbe jambo hili lilitoka kwa Mungu.